Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endelea kusubscribe YouTube yangu, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ili uweze kupata faida. Dawa ambayo nataka nikupe faida kubwa. Dawa hii ni ya watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la pumu. Pumu ni ugonjwa mkubwa sana duniani kote. Kuna watu mpaka wanatembea na vile vidude vya pumu, haswa watu kutoka ukanda wa bara la Asia, Amerika na mabara mengine duniani huko. Tatizo la pumu watoto wao limekuwa likiwasumbua na likiwatesa. Yaani unamkuta mtu pumu inamshika mpaka unamuonea huruma. Yaani pumu inapomshika, na iko pumu ambayo mpaka imeshaua. Mimi mwenyewe nishawahi kuua ndugu zangu. Pumu hiyo inaua. Na hili tatizo la pumu, hili ni tatizo la kubanwa na pumzi. Ni tatizo la kubanwa na pumzi pamoja na kifua, ambapo mtu anashindwa mpaka kuhema, wengine wanapelekwa mpaka katika gesi waekewe oxygen, lakini limeua marafiki zangu wengi sana. Na limeua kipindi hicho watu tukiwa bado tunaendelea kufanya utafiti wa kupata dawa. Wewe ndugu yangu unatokea katika bara Asia, unatokea katika bara Afrika, unatokea katika bara Amerika, unatokea katika bara lolote, hii video ukiipata, hebu share na mwenzio, kwa sababu hizi dawa nimezieleza ni dawa za bure, na wala sijakwambia uje ununue kwangu. Sisi tunakupa faida. Ukiona inafaa ichukue, ukiona haifai iache. Lakini pia nakupa kama akiba, ihifadhi, kwa sababu kuna siku utahitaji dawa na hutoweza kuipata. Kwanza, kwa yule ambaye anasumbuliwa na pumu, nenda kachukue Bizali Shamari. Kachukue Bizali Shamari. Nenda katika maduka ya Kisuna, ukikosa nenda kwa Wahindi, kaulize Bizali Shamari. Alafu chukua mdalasini, chukua ari kisosi, chukua habat sauda, chukua zatari, chukua kauli njani na lisanul usfur. Chukua lisanul usfur. Kaulize hizi dawa zote utazipata. Alafu hizi dawa ukizipata utaniuliza, Sharifu, nizifanyeje? Changanya zote kwa pamoja, ziponde, zisage. Ukishaziponda, ukishazisaga, ziroweki. Kama utaweza, kama una blender nzuri, zitie katika blender, tia na maji, blend zile zote. Maana kuweka tayari utakuwa umesharoweka ukiziweka katika blender. Alafu kisha loweka katika blender, hakikisha uroweke muda wa saa moja, kisha uchemshe mpaka yapungue. Yachemshe mpaka maji yapungue. Loweka ndani ya saa moja hizi dawa zote tatu. Ziloweke ndani ya saa moja, alafu utasubiri yale maji mpaka yapungue. Maji haya ya dawa hii mgonjwa atakuwa anafanyeje? Kwanza, dawa hii mgonjwa atatumia kwa muda wa siku 25 mfululizo. Akishatumia kwa muda wa siku 25 mfululizo, itatakiwa atumie tena kwa muda wa siku 25 mfululizo, na atakunywa kile kikombe ambacho kitakuwa kimechujwa. Hakikisha kwamba unachukua kikombe, chupa yoyote unaweka katika chupa, alafu ukishairoweka kisha uchemshe mpaka apungue kiasi cha nusu lita. Kisha atumie kikombe cha chai. Kikombe cha chai atatumia nusu kikombe mtoto mdogo. Mchanganyiko wa mtoto mdogo kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Mwaka mmoja miaka mitatu atatumia kijiko kidogo. Mwaka mmoja miaka mitatu kijiko kidogo. Miaka 8 mpaka miaka 15 atachukua kikombe cha chai, atakunywa. Mtu akizidi umri zaidi ya hapo atatumia dawa kikombe kikiwa kimejaa. Hakikisha hii dawa unaisaga na unaichemsha ndani ya lisali moja mpaka ipungue. Alafu ichuje vizuri, ikae vizuri ili iweze kunyweka. Kwa mtu ambaye mwenye tatizo la pumu, basi hiyo pumu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu anapona. Ikiwa maelekezo hujaelewa utanipigia. Lakini kuna pumu ya watu wazima ambao tunasema hawa ni bibi kizee, na katika familia nyingi tumewaona na wamekuwa wakiteseka na maradhi hayo ya pumu. Tunawasaidiaje hawa wazee ambao ni dawa? Wazee ni dawa. Wazee wanatupa mchango mzuri katika maoni. Sikiliza hizi dawa alafu zichukue. Nenda kachukue tonge kwa tonge. Tonge kwa tonge kavu. Unachukua tonge kwa tonge kavu. Kisha litwange, uchanganye. Ulichanganye na shabu kidogo. Nenda katafute dawa inaitwa shabu, inajulikana.
baada ya kuisaga, kisha uchanganye katika chupa ya asali. Unachukua tonge kwa tonge kavu, tafuta tonge kwa tonge kavu, kisha uitwange na uichanganye na uchukue kuisaga, itwange ichanganye, alafu unaisaga hata na blender, kisha unywe. Kisha uichanganye, kisha ichanganye utaiweka katika chupa safi au sufuria, na kisha utatumia kijiko kutwa mara 2, asubuhi na jioni. Dawa hii unachukua tonge kwa tonge kavu, unaenda katika maduka ya asili utapata, kisha unachanganya na shabu. Shabu inajulikana, shabu ni dawa ambayo nafikiri wa Somali wamekuwa wakitumia sana wakiweka ukeni, lakini hebu kaulize kuna shabu aina ngapi, alafu nipigie simu nitakupa utaratibu. Hii dawa utaitumia vizuri. Lakini dawa aina ya hamali inaondosha kifua. Dawa aina ya hamali inaondosha kifua, tumbo, kichefuchefu, utia hamu ya kula na kulitia umadhubuti sagio la chakula. Ukitaka kusafisha mirija yako ya kusaga chakula, utumbo mkubwa na utumbo mdogo katika kumeng'enya chakula, tumia hamali. Na utakunywa kikombe cha kahawa kutwa mara 3, na ikifikizwa ndani ya nyumba utoka na mapepo wabaya. Mjamzito asitumie hizi dawa. Hizi dawa mjamzito asitumie. Dawa ya hamali mjamzito asitumie. Tonge kwa tonge changanya na asali mjamzito asitumie. Dawa hizi za bizali, shamari, mdalasini, alkisosi, habat sauda mjamzito pia asitumie mpaka atakapokuwa amejifungua, kwa sababu hizi ni dawa kali sana. Ndugu yangu, kama una tatizo lolote, una ndoto yoyote, una jambo lolote linakusibu nyumbani kwako, vibweka, vionjo vyote unaviona vya ajabu ajabu, nitafute International, niko kwa ajili yako na nitakusaidia kwa uwezo wake Allah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.